Hello, ni aje? Kwa majina naitwa Dafras. YouTube pia natumia Dafras na mitandao mingine ya kijamii. Leo katika sehemu yangu ya pili, sehemu yetu ya pili kwa wale waandishi wa script na wapenzi wa kuandika script, nimekuja kuelekeza namna sasa ya kutumia ile Celtics. Sehemu ya kwanza nilielekeza jinsi gani unaweza kuipata Celtics na Celtics ni nini na inatumika kwa nini. Nikasema Celtics inatumika kwa ajili ya waandishi wa filamu na wale wote ambao wanapenda kuandika filamu au ni waandishi wa filamu. Ila leo nitakuja kuielezea kazi zake na namna gani unaweza kuitumia Celtics kwa wewe mwandishi. Sasa twende moja kwa moja, nisikilize kwa makini lakini usisahau kudondosha comment, kulike, kusubscribe YouTube channel Dafras na kushare pia. Sasa Celtics kwenye screen yangu hapa unavyoona mouse hii inacheza, kipanya hichi unakipeleka kwenye Celtics. Hapa kuna kwenye hizi folders zilizokuwepo hapa. Hii folder hapa juu kabisa ya kwanza, ya pili pembeni yake hapa imeitwa Celtics. Unaibonyeza. Ukishaibonyeza ikifunguka itakuletea hivi. Sasa ikishakuletea hivi, ikishakuandikia welcome to Celtics. Hapa kwenye subject, kwenye project templates kuna film kwa wale waandishi wa film, kuna audio visual kwa wale waandishi wa audio muziki, kuna setri, kuna audio play, kuna storyboard, kuna comic book, kuna novel. Kwa wale waandishi wa mashairi kuna novel, kuna wale waandishi wa vitabu kuna comic book, kuna storyboard kwa wale ambao wanaandika story tu za kawaida. Lakini huko kwenye research project kuna hapa ndo sasa ndo zinajipanga zile script au zile kazi ambazo umefanya au umeandika. Sasa leo nitakwenda kuelezea kwa wale waandishi wa filamu, nitaenda kuelekeza namna gani unaweza kuandika script yako au namna gani unaweza kuandika kutumia Celtics. Utabonyeza hapa kwenye filamu, hapa kwenye mouse yako itakwenda kucheza hapa, unabonyeza kwenye upande wa filamu. Ukibonyeza upande wa filamu na ukiingia kwenye file la Celtics, kuna vitu hapo vimewekwa kwa ajili ya kurahisisha wewe mwandishi kuweza kuandika script yako. Kuna vipengele hapa, kuna character, kuna kwenye character. Ukiona character hivyo ndio sehemu ambapo imeishia. Ukija kwenye scene heading hapa, tukija kwenye script yetu ndio hili hapa neno ambalo limeandikwa scene namba 1. Hii namba 1 ndio scene hii. Scene heading hii ndio scene, yani kama ndio location ambapo filamu yetu inaenda kufanyika. Kuna scene namba 1, interior sebuleni asubuhi. Hii ndio scene heading. Umeelewa? Hii ndio scene heading, yani kwamba sehemu ambapo filamu inaenda kuchezeka, yani location. Kama ni sebuleni, kama ni nje, kama ni barabarani, inakuonesha hapa. Ukija kwenye action ni kitendo ambacho kinafanyika. Ukija kwenye action ni kitendo ambacho kinafanyika, na mfano wa action kwenye Celtics ndo kama hii hapa. Hii hapa nimeandika kabisa action na nimekoleza. Kukoleza haya maandishi unabonyeza kwenye herufi B hapa juu kwenye hivi vikolombozo vilivyokuwepo hapa. Kuna herufi B, kubold, kukoleza. Kwenye hii I ndogo hii ni maandishi kuwa na ulalo. Kwenye hii U kulipigia neno mstari unali highlight na mouse hivi, kwa mfano hivi mdogo wake hapa naikoleza. Afu unabonyeza kwenye U hapa. Ukija ukibonyeza pembeni unakuta limeshapigwa mstari. Umeelewa? Ukibonyeza hapa kwenye A, kwenye double A hapa unalikoleza tena hili neno hili. Umeona hili neno hili? Hili neno. Unalikoleza hili neno hapa. Afu unakuja kwenye double A, linakuwa kubwa. Umeelewa? Linakuwa kubwa hili neno. Hapa mouse ambapo inakucheza kwenye scene head kwa chini hapa na kuonesha. Ukija kwenye double A hapa ndogo hizi, maana yake neno linakuwa dogo, unabonyeza lile neno yanarudi kwa madogo. Ukija hapa kwenye kichumba ambacho kimeonyeshwa kimeandikwa 100%, hapa hii inakuonesha kwamba unataka maneno yako yawe na ukubwa wa aina gani. Unabonyeza hapa, kama unataka yawe makubwa 150, umeona yanaongezeka hivi. Ukitaka yawe makubwa 200, yanakuwa makubwa zaidi pia maneno yako. Sawa, naeleweka eh? Kwa hiyo kwenye hiki chumba kidogo hiki, kwa mfano huku chini ukiwa unaendelea kuandika huku, kwa
mfano huku chini ukiwa unaendelea kuandika, kwa mfano unabonyeza kwenye kuna kitu kimoja nimesahau kuelekeza kwenye hii hapa. Kwa mfano Ibu anamwambia mdogo wake, jitahidi umalize hiyo chai. Hii Ibu hii ndo character, ndo jina la mhusika kwenye hiyo story yako. Unabonyeza hapa character, ndo jina la mhusika, si umenielewa? Umeona, ukibonyeza hapa action imebadilika, imeenda kujiweka kwenye character, najipanga yenyewe. Unaweza kurudisha pia kwenye action, inarudi. Umenielewa? Kwa hiyo hii Ibu hii ndio character, umenielewa? Ndio jina la mhusika. Hapa chini ndo dialogue, yani maneno yake ambayo ataongea, ndo dialogue. Umenielewa? Hii ndo dialogue, umenielewa? Si umenielewa? Dialogue ndo hii. Mdogo wake anajibu, sawa kaka, hii ndo dialogue, yani kitu ambacho anakijibu mtu, maneno yake anayoongea ndio inakuwa dialogue. Sawa? Kuna kitu kingine inabidi ukifahamu. Na dialogue ukija hapa ndo hii hapa, kuna dialogue imeandikiwa. Scene heading ni sehemu ambapo filamu inachezeka. Action ni tendo au tukio ambalo linatokea. Unaona, au kitendo kama kusogeza kitu, kufanya hivi, kumpiga mtu, kumtukana mtu, ni kitendo cha kumtukana, yani ni action. Ukija hapo kwenye character ni jina la mhusika. Ukija hapo kwenye dialogue ni maneno ambayo anayoongea yule mhusika. Kwenye parenthetical ni kwa mfano zile voice over. Kwa hiyo ukishaandika jina la mhusika, ukibonyeza enter kushuka chini, ukibonyeza kwenye shift nini, kuna mishale miwili ipo kwenye keyboard hapa, au unaweza ukaja hapa kwenye hiki chumba unabonyeza nini, parenthetical, inakuletea. Umenielewa? Parenthetical labda unaweza ukaweka voice over, labda naongea kimoyomoyo mtu, au mtu anacheka kwa chini chini, unaweza ukaandika hapo ili yule director anapokuwa anasoma script au mwandishi au msanii, director anapokuwa anasoma script au msanii anakuwa anaelewa. Umenielewa? Haya, kishamaliza hapo kuna kitu kinaitwa transaction. Transaction ndo kama hii hapa, jump cut, unaona, stroke, continuous. Umenielewa? Jump cut labda ni kurukia sehemu nyingine, labda kwa sababu kwenye filamu wataoneshi vitu vyote. Umenielewa? Unashangaa mtu anafungua mlango, maana kuja tena kipande kinachofuata na kuonesha wamekaa chini wanapiga story na mtu. Ndio jump cut. Au continuous ni muendelezo wa sehemu ilipoishia scene ya kwanza. Scene ya kwanza tumesema ni sehemu ni location ambapo filamu inachezeka. Kwa hiyo hii jump cut na continuous. Jump cut maana yake kurukia sehemu nyingine, kurukia location nyingine. Kwa mfano tumetoka chumbani tunarukia jikoni, ndio inaitwa jump cut. Umeelewa? Continuous maana yake ni muendelezo. Kwa hapo unaweza kuchagua kipi ambacho unakiweka. Kama ni scene inarukia sehemu nyingine unaweka jump cut. Kama ni scene inaendelea unaandika continuous. Sawa? Ukishaandika hivyo unakuja tena scene namba 2. Umeelewa? Exterior kibarazani, continuous maana yake maana jump cut ni kurukia scene nyingine, maana yake tumerukia tena, wametoka sebuleni na kunywa chai, tumemaliza pale, tumerukia wapi? Scene namba 2 ambapo ni kibarazani. Exterior ni nje. Ukishaona exterior ujue ni nje, ukiona interior ni ndani. Hapa mwanzo tumeweka interior kwa sababu ni sebuleni. Tukiweka exterior hapa maana yake ni nje. Umenielewa? Kwa hiyo wanaagana yeye na mdogo wake, action tena imefuata. Si umenielewa? Action Ibu. Ibu ni character, mhusika. Naondoka ni dialogue. Na ni character. Bye kaka ni dialogue. Umenielewa? Sasa huku pembeni huku, umeona hapa chini kwenye title, hapa kwenye scenes title, hapa ndo zinajipanga scene zako. Unajua mpaka, yani ukiwa unaandika unajua kabisa mpaka hapa mimi nimeandika scene ngapi, either 10, 20 au 5. Umenielewa? Hapa chini na kuonesha. Na ukitaka kwenda kwenye scene usiku unabonyeza huko pembeni na kupeleka moja kwa moja, kwa mfano unataka kuifanyia marekebisho. Na hapa kwenye project library kuna untitled. Umenielewa? Kuna master catalog. Master catalog kama umekosea jina la mhusika. Umeelewa? Kwenye master catalog kama umekosea jina la mhusika, kwa mfano unataka kudelete, unabonyeza kwenye right click kwenye ile neno una remove hapa na kuonesha sehemu ya remove, unabonyeza okay kama unataka ku remove. Na ukitaka kurudi kwenye story yako unabonyeza kwenye screen play. Sio, umenielewa? Sasa nakufundisha hapa chini namna ya kuendelea kuandika. Kwa ajili neno mwisho tulitoe. Kwa mfano sasa ukitaka kwenda kwenye, nikitaka sasa kwenda kwenye
kuanza tena scene head mpya, nafanyaje? Unakuja unabonyeza hapa, kwenye scene head. Unaona inakuletea hiki kimstari kilichobadilika rangi. Humo ndo unaweza kuandika scene head namba 3, labda unabonyeza namba 3. Namba 3 ni exterior, labda tufanye exterior, barabarani, mchana. Hii mchana, hii continuous, hii ni majira, yani masaa, muda ambapo kitu kinafanyika. Umeelewa? Ukiona kwa mfano, ukiona asubuhi, basi ujue hii filamu ni director na msanii anajua kabisa hii filamu ni ya asubuhi, kwa sababu nivae mavazi ya asubuhi, nijitengeneze kiasubuhi. Ukiona amekuandikia usiku, unajua ni usiku. Ukiona ni jioni, cameraman anajua kwamba hii filamu inabidi ishutiwe usiku au jioni au asubuhi, na director pia. Umeelewa? Ukishabonyeza hapa kwenye keyboard unabonyeza enter. Umeelewa? Ukibonyeza enter inakuletea sasa, inajipanga kabisa yenyewe action. Umeelewa? Inajipanga action. Au kama sio hivyo, unaweza kubonyeza hapa ukaja hapa kwenye pembeni ukabonyeza kwenye action. Umeelewa? Yaani pembeni hapa mbona, kwa mfano hapa tushaandika scene head yetu, unabonyeza kwenye keyboard kuna neno linaitwa kuna button inaitwa enter, unabonyeza enter. Bonyeza enter na kupeleka kwenye action. Action unaandika labda anatembea, labda Ibu anatembea. Hii ndio action. Kwa mfano Ibu anafanya kitendo cha kutembea. Ukija kwenye character, tukija kwenye upande wa kuandika character, kwa mfano kwenye upande wa kuandika character unabonyeza enter tena, batani iliyoandikwa enter, unakuja hapa kwenye action, hapa juu kwenye hiki kichumba hiki hapa nilipobonyeza, unakuja unabonyeza labda unabonyeza character, kwa mfano Juma, labda Ibu anakutana na Juma. Umeelewa? Huko kwenye action utaandika Ibu anatembea anakutana na Juma. Umeelewa? Anatembea anakutana na Juma. Unamwandika sasa Juma. Sasa Juma utabonyeza tena kwenye batani ya enter, kimshale hiki kinachocheza kinachobwenza hichi kitashuka chini. Umeelewa? Kikishuka chini utaenda sasa utaandika, itajipanga yenyewe. Umeona kwenye hiki box hapa imejileta yenyewe kwenye dialog. Umeelewa? Ukishajileta kwenye dialog, umeelewa, unaweza kaandika anamsalimia, habari Ibu. Umeelewa? Unabonyeza tena kwenye button ya enter, inajileta yenyewe kwenye character. Ibu anajibu salama. Umeelewa? Kwa hiyo hapo ndio unakuwa tayari umeshatenganisha kati ya character na dialogue. Hata msanii anapokuwa anasoma anajua mimi jina langu ni Ibu, na mwingine anajua mimi jina langu ni Juma. Umeelewa? Na action na director pia anakuwa anajua Ibu ni nani na Juma ni nani. Umeelewa? Unaona huku pembeni zinajipanga, scene zinajipanga huku pembeni huku. Umeelewa? Kwenye title huku chini kwenye scenes zinajipanga. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo umeshaielewa ni statistics ni kitu gani na unaweza kuitumiaje. Na ukitaka kuibadilisha kuipeleka kwenye PDF ili uweze kumtumia mtu kwenye simu au kwenye document yoyote, kumtumia mtu kuipeleka kwenye njia ya document ili uweze kumtumia mtu kwenye WhatsApp, kwenye nini, au uweze kuiprint, unaweza kaja hapa chini kuna vijumba hapa, utaenda kwenye type stroke PDF, unabonyeza hapa, itakuwa ina load kama hivi, itakuletea maneno kama hayo. Utabonyeza hapa kwenye dismiss, itakuwa tayari ishajipeleka kwenye PDF. Ukija hapa tu unabonyeza kwenye haya maneno, kwenye hizi asilimia, unaongeza labda ukubwa wa maneno. Umeelewa? Unaongeza ukubwa wa maneno. Umeelewa? Kisha hapa ndo tayari ishajipeleka kwenye PDF. Utakuja hapa kwenye save PDF, hapa pembeni hapa juu kuna maneno limeandikwa save PDF, ili hapa
hapa ilipo mouse yangu nalibonyeza, litakuletea hapo, unaandika jina la script. Kwa mfano hapo utaandika masumbuko, unakuja unabonyeza hapa kwenye save. Ukienda kule kwenye upande wa mafaili kwenye PC yako utaikuta hilo folder limejiandika masumbuko. Si umenielewa? Nadhani mpaka hapo kuna idea umeipata, ndugu wewe unayenitazama. Ya hapo kuna picha nimekuwekea za mifano mbalimbali, na kwa hiyo unaweza kuangalia. Kwa hiyo ukasubscribe YouTube channel yangu ili uweze kupata mafundisho zaidi, na kuweza kucomment kama una swali, una ushauri, una maoni, pia nikakuelekeza. So karibu sana.